Lakini maneno machache juu ya waliokufa, tutangulia. Wacha nikwambie mpendwa, hawa sina neno lao. Siku zao zimeisha, mambo yao imeisha. Bwana asifiwe. Pale walipokata roho ikaachana na mwili, sasa wewe si wa dunia hii, wala haupo katika upeo wetu wa mahubiri. Praise the name of the Lord. Lakini ninyi mnaonisunguka, bado mna muda, bado mna nafasi ya kukata kauli kwa maisha yenu. Usidanganyike. Biblia inasema hakuna kitu kinachodanganya sana mwanadamu kama roho yake mwenyewe. Mimi nitakuwa, mimi niko, lakini sikiza, kuna nafasi hii. Biblia inasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa. Walikuwa wanakula, walikuwa wanaoa, walikuwa wanapati, wanafanya shughuli za chama, za siasa. Bwana asifiwe. Na wengine walikuwa wanataka kusimama president another election at 2027. Walipanga. Hello. Lakini hata kufika hiyo 2027 ni apende Mwenyezi. Praise the name of the Lord. Biblia inasema wakati wa Nuhu akasimama akawahubiria akiwaambia ninavyowaambia saa hii, jitayarishe. Kuna gharika. Maji yatajaa. Rafiki yangu utaumia. Njoo tujenge na Sabina. Wakasema huyu jamaa na kuweka kichwa yake si mzuri. Itakuwaje hapa kwenye nchi kavu, hapa Elbagon ati kuje tujenge safina hapa, pengine Mombasa. Lakini hapa kuna manji gani itakuja? Barafu, mvua ikaanza, ngurumo ikanguruma, ikanyesha, wakasema itatulia. Haikutulia, ikanyesha. Sema ikanyesha. Bwana asifiwe. Ikafanya nini? Ikanyesha siku ya 4, siku ya 5, ikanyesha. Milima ikafunikwa, wakaanza kusema ala, kumbe mambo itaharibi. Biblia inaniambia kwamba waligarikishwa. Nami nasimama kuambia watu wanaonisikiza, okoka ujuane na Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mradi wewe ni mwanadamu, una roho ndani yako na unatumaini, tafadhali tafuta kujuana na Mungu ili wakati wako ukifika, kwa sababu kuna watu wa aina mbili. Kuna watu wana exit huu ulimwengu na machozi mengi sana. Daviatea. Ya? Bwana asifiwe. I have a medical background. Nimeona watu wengi sana wakifa. Wakati moja nikiwa Mombasa Hospital, nilikuwa nahudumia mgonjwa. Yule kafuru, nikasema utaenda. Akisha tutaku. Na ile mapengo unasema ati wanasemaga ati kuna mapengo ambayo haiwezi kuziba. Tutaziba. Kuna mahali kuna pengo, mnajua kuna pengo hatukuziba. Kama pastor akikufa tunaweka mwingi? Kwani tuna shortage? Bwana asifiwe. Nataka kusema ya kwamba akalalamika lakini akaenda. Nikajua kama angelijua angeexit ulimwengu huu akiwa ana smile. Bwana asifiwe. Niliona hospitali watu wakifa wanatupa miguu na mdomo na wanafungua mdomo na sura mbaya akiona mahali anaenda. Lakini wale wamemjua Mungu kwa njia yote ile, tunashangaa tukirudi tunakuta aliye, kwa sababu wameenda na nini? Jiulize swali, how will you exit? Wewe hebu ugusa mtu hapo muulize, wewe utatoka vipi? Kwa sababu kutoka utatoka. Hata hii madawa mengi mnakunywa sababu ya magonjwa si ya kuondoa kifo, ni ya kusongesha mtu aende mbele kidogo. Hata ukikunywa ngapi ni ya kuextend kidogo tu. Bwana asifiwe. Lakini wewe uta exit namna gani? Hebu nimalizia kwa kusema hivi. Palikuwa na tajiri mmoja, jina lake alikuwa tajiri. Akafaulu sana maishani, na hakuna kitu kinadanganya mwanadamu kama kufaulu. Akalima vizuri, was a good farmer.
Matokeo yakawa mazuri, akajaza magara, akaita pati, akaita wale walikuwa nafanya biashara na wao, akawaambia nimewaita tule tunywe, halafu niwaambie msiwe mnaniita hii madili yenu dogo ndogo ati sijui kana kashamba kanauzwa nini. Mimi nimefaulu. Tajiri wa Lazaro akaaga wanabiashara, akawaambia mimi watu wanasemaga ati Mungu ndiye anasaidia watu kutajirika. Ni kukosa hii. Ati yeye ndiye ana nini? Ati yeye ndiye ana nini? Hebu mwambie jirani yako ati yeye ndiye ana akili. Kumbe ilimkasirisha Mungu akiwa mbinguni, akatuma malaika wa kifo, akaja akamkuta amelala. Jambo la kunishangaza, grills zinaitwa security nini? Magrill ya security haikusimamisha malaika wa kifo. Maumbo ya security haikusimamisha kifo, kikapenya kikapita askari. Askari haumi chochote, kikapenya kikapita maumbwa. Unaona vile kinapenya Bwana asifiwe. Kikapenya kikauta mlango wa chuma wa bedroom ya mzee, kikapita mlango wa chuma, akakutwa kwenye kitanda na ngorota. Unajua ukiwa na hii kubwa ukilala hivi mpaka ungorote. Akapigwa akaambiwa we amka, mjinga wewe. Ati aliitwa nani? Sema amen. Wajinga wa dunia hii ndio werevu wa mbingu. Tunaweza kudharauliwa kwa kuokoka na tukaonekana ni watu duni, tunafuata mambo hayaeleweki, lakini ngoja tukifika huko. Sema amen. Tena jambo la kushangaza, tutakuwa tumekula na nyinyi, tumeogelea bahari moja, tumekula hoteli moja. Ikifika huko, nafikiri tajiri wa Lazaro akamwambia huyo malaika wa kifo, unajua tunaweza ongea. Ati tunaweza fanya nini? Si Kenya hiyo ndio lugha? Tunaweza? Wewe kunywa tu, kunywa. Sema amen. Tunaweza ongea. Malaika wa kifo akamwambia, mimi sili kwenu, sivai kwenu, sina mahitaji ya kwenu, hatuwezi ongea. Tajiri akashtuka kuku. Unajua hakuna mtu ajuaye kufa ni nini. Sote tuko hai. Akafa. Uzima wake ukachukuliwa mara moja, akajikuta mbinguni, akajikuta kwa moto. Anaruka moto, anakanyaga kaa. Anaruka kaa, anakanyaga jivu. Anaruka jivu. Kwani nyinyi hamuoni? Sema amen. Aroga ikara agakinyaki. Ndwetagwo muhu, wetagwo thiota. Muhu ni ule muhoru. Sema amen. Akasumbuka, ndio akainua macho kidogo angalie kama kuna kitu anaweza shika juu. Alipoangalia akaona hakuna. Akaona Abraham akiwa katika akaona Lazaro yuko juu ya kifua cha nani, na anakunywa maji mengine yakimwagika kwenye kifua. Akasema, wewe Lazaro. Unajua matajiri wana sauti Bwana sifiwe. Wewe imagine huyu mtu alikuwa bodyguard yako hapa duniani, na kameingia na kanacheza na maji, na wewe uko kwa jivu. Utaongea naye na sauti kidogo? Unamwambiaje? Wewe. Mzee Ibrahimu akasimama akamwambia, hapa si Elbagon. Woko tike tiwarubaga. Sema amen. Na ni kweli akiangalia naona si Elbagon. Tunaenda mahali ingine ambao si Elbagon. Praise the name of the Lord. Ninakuombea Mungu akusaidie. Kama unavyojitayarisha mambo ya duniani, pia ujitayarishe mambo ya mbingu, kwa sababu Yesu anakuja. Pigieni Bwana Yesu makofi.
Yeye peke yake ndiye aliyejitolea kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Nashukuru Paulo alisimama alipokuwa mgonjwa sana, kaambiwa na shetani utakufa. Paulo alikuwa ni mtu amejitayarisha, akamwambia shetani kufa ni faida kwangu, asanteni wahubiri. Na kukawia ni Kristo. Huyo ni mtu anaogopa kufa? Hebu tajia mtu mwingine hapa anakufa uone. Anaenda medical check up. Bwana sifiwe. Mungu awape ujasiri wa kuishi na kuondoka dunia hii mkiwa washindi. Praise the name of the Lord. Abrahamu akaambia Lazaro, wewe hapa si Elbagon, ulikula maisha yako, sasa kula hii pia. Tajiri akaangalia akaona kweli hapa si Elbagon. Akasema na huyu mzee lazima awe baba. Lazima awe nani? Akamwambia baba Abraham. Kumbe anajua. Unafikiri wale watu wamekataa kuokoka ni kwamba hawajui Mungu? Wanamjua. Tena wanajua majina ya watumishi wa Mungu. Baba Abraham, naomba. Sasa anarudisha mikono kwa tu. Baba Abraham, fanya hivi, utume Lazaro. Bado anang'ang'ania Lazaro. Atume Lazaro aende chini akaambie ndugu zake wawili, goko tikwe. Sema amen. Abraham akamwambia hapana, Bishombogo yuko huko. Nipigieni makofi hata mimi. Mimi ndio niko saa hii. Abraham hawezi kuja. Praise the name of the Lord. Usiposikia sauti ya mtu aliye nyikani, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Msiposikia sauti hiyo, na Mungu awape neema, na Mungu awape upendo. Praise the name of the Lord. Basi itakuwa si sawa. Nataka kuomba ya kwamba Mungu abadilishe roho yako ndugu, abadilishe roho yako dada, ili utakapojikuta umelala na hausikii tunasema nini, uwe mtu ambaye umejitayarisha kwa dunia ijayo. Mugikuyu augire ate muthomi mwege kagatia. Kagatia. Togutho ndramenya rucio gwa ikara. Togutoga na ndramenya rucio gwa ikara. Tokunora na ndramenya rucio gwa ikara. Jalia kana diga kwalia. Bwana asifiwe. Sio kujenga, naweza kuwa si kujenga manyumba mengi ya ghorofa hapa, lakini ndugu sikia, hii utawacha. Lakini ukiwa na uhusiano na Mungu, Bwana asifiwe. Mhubiri mmoja aliniambia alienda kaburini, akaangalia misalaba vile iko mingi, paka ya walevi, paka ya wauaji. Kuna kaburi bila msalaba kule? Sema ime, kono kwa kuhonoka gone ado 100%. Nikamuuliza ulifunuliwa vipi? Akaniambia watu hawa wote walikuwa na ombi moja. One more time. One. Hebu sema one. Ati wanauliza nini? Kanafasi kidogo tu wajuane na Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu awajalie wokovu. Mungu awajalie neema. Mungu awajalie hekima isiyo ya dunia hii peke yake, paka na ya mbinguni pia. Kwa sababu hapa sote ni wageni. Sote. Hata hii tu mashamba mmeshikashika hapa, utawacha tu. Ama nimetukana mtu? Sema amen. Hata huyo bibi unajidai naye utamwacha. Akienda kwa pastor amuuliza, pastor sasa mzee alienda nifanyeje? Pastor anamwambia Mungu akikubariki na mtu chukua. Si ndio? Si Biblia inaruhusu? Sema amen. Na umlete kanisani tuwaombe. Tuwaombe. Hakuna kitu hapa mtu anaweza kusema ati ni chake permanent. Ukiokoka, Bwana asifiwe, unakula ukijua unaenda. Na maisha haya yananishangaza sana. Kwa kuwa kijana nilipenda chapati sana. Saa hii
katika miaka hii nasikia chapati ni kama mchanga. Kila kitu kinapoteza si ndio? Gusa mtu mwambie kila kitu kinapoteza ladha. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu neno lako limepita, watu wako wamelisikia. Tunaomba uweze kugusa mioyo yao na nafsi zao, wafike mahali pa kusema ndio Bwana, waokoe nafsi zao. Kila nguvu za kuzimu, nguvu za dunia hii na uongo unaotembea, Bwana utuondolee. Tupe neema yako ya kujuana na wewe kwa njia ya wokovu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunawaombea wote waliofiwa. Bwana ukae pamoja na wao, ukiwatembelea, ukiwashawishi na kuambia niko pamoja nanyi na sintawacha wala sintawapungukia. Angalia kila boma, Bwana, kuna watoto waliachwa, watazame. Angalia nyumba, kuna mahali ambapo mama alipoepo hayupo tena. Baba, wajazie neema. Rehema zako ziwe nyingi juu ya maisha yetu sote. Ni katika jina nzuri la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Kanisa la Bwana liseme, salimia mtu mwambie amen. Thank you very much. Thank you very much for the word of wisdom. Asante sana askofu kwa sababu ya neno nzuri la hekima. We want to also recognize the presence of Mama Cohesion, Mama County, Madam Chelure is in our midst. Karibu sana. Your Excellency sana, nataka ni karibishe moderator kutoka Presbyterian Church of East Africa, Elbagon, Ignatius Gitonga, ili aweze kuleta maombi kwa jamii. But of course, we would request ya kwamba jamii ni wengi, hatutawaita wote. Tungewaomba nuclear family peke yao, walio karibu sana na wenda zake, alafu tuwe na utaratibu mzuri. Tafadhali, moderator. Asante sana mchungaji. Jina kama vile nimetanjwa, ni Ignatius Kangangi Gitonga, nimeokoka. Na hutubu katika parokia ya Elbagon, PC Elbagon. Na familia, poleni sana kwa kupoteza jamii zenu. Nasema ya kwamba Baba wa Mwenyezi na jali maslahi yenu wakati huu. Najua sababu amepumzisha hawa. He knows why he has called these ones. Na kwa vile neno nimesema ya kwamba sisi pia ni wapita njia, we will be the next. Kwa hivyo familia, kujeni, close members of the family, kujeni tuombe ili tuweze kuokoa muda. Family members, wale ambao ni wa karibu sana, kujeni tuweze kuomba tuokoe muda. Familia ya Penina Wamboi, Nixon Banu Maola,